Kwa mfano, wewe ni mlinzi, ukakutana na mtu akakwambia kwamba anataka kukupa kazi, lakini hakwambii hiyo kazi ni ya kulinda nini hasa. Hii story inatisha kidogo. Kama unaogopa sana, usisikilize. Kuna huyu baba anaitwa Frederick. Huyo Frederick anasema kwamba yeye ni mgambo ambaye alifuzu kabisa mafunzo na tayari alikuwa na cheti cha kuwa mlinzi. Anasema kwamba kuna kampuni alikuwa anafanyia kazi. Kwenye hiyo kampuni ilikuwa ina wafanyakazi wengi sana, na wafanyakazi wote kwenye ile kampuni walikuwa ni watu classic, yani wale watu ambao wenye pesa zao. Anasema siku moja kuna mmoja wa wafanyakazi kwenye ile kampuni akamwambia anataka kumwajiri awe mlinzi nyumbani kwake. Huyo Frederick akamuuliza, mshahara wangu utakuwaje? Utakuwa ni tofauti na huo ambao unaopata hapa kwenye kampuni? Yule bosi akamwambia, nitakulipa mara 5 zaidi ya huu mshahara unaopata hapa. Huyo Freddy itabidi amuulize. Akamwambia, mzee wangu, ni kitu gani hicho nachokwenda kulinda na ni cha thamani kiasi gani mpaka mshahara wake uwe mara 5 wa mshahara wa kampuni? Huyo mzee akamwambia kwamba kama uko tayari utaniambia, mimi muda wote nakukaribisha. Kama upo tayari utaniambia, na kama utaona huu mshahara hautoshi, basi nitakuongezea. Itabidi Fred ajifikirie. Ananiambia, mdogo wangu, itabidi nijifikirie. Pale kwenye kampuni nalipwa 300,000 kwa mwezi. Yeye ananiambia atanilipa mara 5, manake ni 1,500,000. Alafu ni kulinda nyumba, tofauti na pale nalinda kampuni na vitu vingi. Ikitokea hasara, yani kuna riski kubwa sana, majambazi kuja kuvamia, uwezi kuja, yani changamoto ni nyingi. Yeye ananiambia kwenda tu kulinda nyumbani kwake atakuwa ananilipa 1,500,000 kwa mwezi. Ananiambia, Teddy, hata ungekuwa ni wewe, ni lazima ungekubali. Ananiambia, mimi kusema kweli nilijipa muda, nilifikiria kwa muda. Baada ya muda nikakubaliana na hilo swala la kwenda kulinda. Nikamwambia, bosi wangu, mimi nipo tayari kuwa mlinzi wa nyumba yako, niko tayari. Yule baba alikuwa anaitwa Bwana Mbogo. Nikamwambia, mimi nipo tayari kwenda kuwa mlinzi kwenye nyumba yako, niko tayari. Akaniuliza, upo tayari kuanza lini kazi? Nikamwambia, mzee wangu, mimi hata sasa hivi naenda kuanza. Akaniambia, sawa, kabla hatujaenda kuanza hiyo kazi lazima nikupe mkataba, na mkataba wangu mimi na wewe utakuwa ni mkataba wa miaka 6. Utanilindia nyumba yangu kwa kipindi cha miaka 6, na ndani ya hiyo miaka 6, endapo utanifurahisha na endapo utakuwa unaifanya kazi yako vyema na unaifanya kazi yako vizuri, basi nitakuwa naongeza mshahara wako mara kwa mara. Kadri utakavyonifurahisha ndivyo utakavyokuwa naongeza mshahara wako. Nikamuuliza, mzee wangu, bado tena narudia swali langu nililokuuliza kwa mara ya kwanza, ni kitu gani cha thamani, ni kitu gani kikubwa ninachoenda kulinda mimi tofauti na nyumba? Frederick ananiambia, mzee Mbogo akaniambia, usiogope kijana, wala usiwe na wasiwasi. Kama nilivyokuambia hapo awali, unaenda kulinda nyumba yangu, nothing. Yani unakwenda kulinda nyumba yangu tu, hakuna kitu kingine chochote. Nikamwambia yule mzee, sawa, mimi nipo tayari kusaini huo mkataba. Tukasaini huo mkataba. Ndani ya ule mkataba ilikuwa inaniamrisha kwamba sitakiwi kuacha kazi kwa namna yoyote mpaka itakapotimia hiyo miaka 6. Endapo nitavunja huo mkataba, basi itanigharimu gharama yote ambayo mwajiri wangu atataka niitoe. Mimi nikawa nimekubali. Nikasema ni kulinda tu na amenihakikishia ni nyumba, basi haina shida, kwa sababu nishalinda ile kampuni karibia miaka 9. Kwa hiyo mimi kulinda, kazi ya ulinzi mimi nimezoea, nina experience nayo. Fred ananiambia, baada ya hapo sasa nimesaini huo mkataba, ilikuwa ni Alhamisi. Ijumaa nikaandika barua ya kuacha kazi, sababu kule kwa mzee Mbogo hiyo kazi naenda kuianza Jumatatu. Basi akanipa muda hiyo Jumamosi na Jumapili, akanipa hela ya maandalizi. Yani alikuwa ananitreat mpaka nikawa nashangaa. Nikasema wacha niende, maybe amenipenda kutokana na ufanyaji wangu kazi, ustaarabu wangu, busara yangu. Jumatatu ikafika, ananiambia, Teddy, Jumatatu ikafika. Jumatatu imefika, nikaenda mpaka kwa mzee Mbogo. Hiyo siku yeye hakuingia kazini.
Nimefika mpaka nyumbani kwa mzee Mbogo, nikagonga hapo geti. Nilivyogonga geti, akaja yeye mwenyewe kufungua. Kwa hiyo kipindi hakuwa na mlinzi. Nikawa nimeingia mpaka ndani. Kuingia mpaka ndani, anaishi na familia tu vizuri. Ana mke, watoto wawili pamoja na dada wa kazi mmoja. Jumla hiyo nyumba sasa ina watu 5 na mimi nikiongezeka pale na kuwa 6. Basi na mkataba wangu nilikuwa naenda kazini Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Jumamosi na Jumapili ni weekend. Yaani nikienda Jumatatu nakaa mpaka Jumamosi ndo narudi nyumbani. Jumapili napumzika, Jumatatu narudi tena kazini. Sasa nikawa ndo nimefika nyumbani kwa mzee Mbogo. Kufika nyumbani kwa mzee Mbogo, yule mzee akanitambulisha kwa familia yake, akanitambulisha kwa mke wake, kwa watoto wake pamoja na huyo dada wa kazi. Mtoto wake mmoja wa kwanza alikuwa ni mkubwa, ana miaka kama 19 hivi, na huyo wa pili alikuwa na miaka kama 10. Sema huyo wa pili alikuwa ni kama huyo wa pili akili zake zilikuwa kama hazipo sawa. Baada ya huo utambulisho, huyo mzee Mbogo akaniambia sasa tunaweza tukaongea. Tukakaa pembeni mimi pamoja na yeye kwenye chumba kingine kabisa. Iko chumba kipo hapo hapo ndani ya hiyo nyumba yake. Tulipofika huko akaniambia, Frederick, mimi nimekuona wewe ni jasiri sana. Sio rahisi mtu kulinda kampuni kama ile kwa huo muda mrefu. Na ndio maana nimekuchukua wewe. Kila mlinzi ninayemchukua kumleta kwenye hii nyumba yangu hamalizi hata mwezi anaondoka. Lakini natumaini kwa sababu wewe ni jasiri utaweza kuhimili, kuvumilia na kunisaidia kulinda nyumba yangu. Huyo Fred akamwambia, kwani hii nyumba ina nini mpaka unaniambia haya maneno yote? Yule mzee Mbogo akasimama. Aliposimama akaenda mpaka mlangoni. Akafika mlangoni akafunga mlango wa kile chumba. Akarudi akaangalia dirishani, akashusha pazia kwenye ile dirisha. Halafu akawasha taa ndani ya kile chumba nilichokuwepo mimi pamoja na yeye. Baada ya kuwasha tu taa, akaniambia kaa kimya kama dakika 5 hivi. Mimi na yeye wote tukawa tumekaa kimya kwa hizo dakika 5. Ananiambia, Teddy, baada ya kimya cha dakika 5 watu wakawa wanaanza kuingia ndani ya kile chumba. Sijui alikuwa wanapitia wapi kwa sababu mlango ulikuwa umefungwa na dirisha hadi pazia lilikuwa limefungwa. Wakawa wanaingia watu. Wale watu walivyoingia kwa haraka nikagundua ile ni misukule, wale ni madondocha, waliingia wengi sana kama 25 hivi. Baada ya hapo akaniambia, hii ndo sababu walinzi wengi sana wanashindwa kuhimili na kuendelea kulinda nyumba yangu. Nimekuleta hapa kwa ajili ya kazi moja tu, na kazi yako ni kulinda misukule. Nina misukule 160. Hiyo misukule yote unatakiwa uilinde na kuiangalia kwa umakini sana. Usiruhusu hata msukule mmoja atoke kwenye ile geti. Usiruhusu kabisa. Na miongoni mwa hao misukule 160 wale watoto wangu pia wapo. Kwa hiyo sio hawa misukule. Usiruhusu hata msukule mmoja utoke ndani ya hii nyumba. Kwa hiyo kwa kifupi nimekuleta hapa kwa ajili ya kulinda misukule. Kwa ajili ya kulinda misukule. Huyo Freddy anasema, Teddy, sikutegemea. Yule mzee Mbogo, yani kazini ni mzee fulani hivi wa busara, mstaarabu, anaheshimika, watu wanampenda, watu wanamwamini. Sikutegemea hata siku moja kwamba upande wake wa pili ni mbaya. Na sio tu mbaya, ni mbaya zaidi. Mzee Mbogo akaendelea kuniambia, hii misukule yangu imegawanyika katika makundi 3. Kundi la kwanza linaitwa Maimu, na ni hili hapa ambalo liko mbele yako. Hili kundi la hawa misukule, hawa wanaona, wanasikia, lakini hawawezi kuongea. Hawawezi kabisa kuongea. Kwenye hilo kundi yupo mwanangu, yule wa kwanza. Hao Maimu. Baada ya hapo wale wakaondoka. Walivyoondoka akaniambia tukae tena kimya. Tukakaa tena kimya. Huo muda natetemeka, natamani kulia, natamani kukimbia, natamani kufanya kila kitu, lakini tayari haiwezekani. Ananiambia muda huo tayari nina mkataba naye. Nina mkataba naye wa miaka 6. Na kwenye huo mkataba unaniambia kwamba endapo nitavunja mkataba, tajiri yangu atachagua ni nini iwe adhabu yangu au ni nini iwe malipo yangu. Hiyo ni siku ya kwanza kabisa kazini kwangu. Baada ya hapo nikaja kundi la pili.
Akaniambia hili kundi la pili ndo kundi ninalolipenda sana. Hilo ndo kundi ambalo kila unayemwona hapa, huyo mtu ana nyota kali sana. Ana nyota ya utajiri, wengine wana nyota ya kutokuumwa, wengine wana nyota ya kufanikiwa, wengine wana nyota ya baraka. Hili ni kundi langu pendwa. Ndo kundi linalonipa mimi mali, ndo kundi linalonipa mimi kazi nzuri, ndo kundi linalonipa kila kitu kizuri kwenye hii nyumba na ndani ya hii nyumba. Hili kundi linaitwa mbili. Linaitwa mbili. Hili kundi wanaongea, wanasikia, wanafanya kila kitu, lakini hawatambui wapi walipo. Hili ndo kundi la kuwa nalo makini sana, kwa sababu hili kundi wana nyota kali. Kwenye hili kundi kuna kijana mmoja. Huyo kijana ndo unatakiwa uwe naye macho sana. Ananiambia hivi, baada ya hapo yule mzee Mbogo akawa ameita jina Kangu. Nikamwona kijana mmoja wa kawaida sana, kwa kumkadiria ana miaka kama 21 tu. Akaja huyo Kangu, anaongea vizuri kabisa. Akamwambia piga magoti. Kangu akapiga magoti. Mzee Mbogo akanigeukia akaniambia, umemwona huyu huyu Kangu alikuwa ni mcheza mpira. Huyo mtoto alikuwa ana nyota kali sana. Nimemchukua kuanzia na miaka 15 mpaka sasa na miaka 21. Nipo naye hapa. Nyota yake ni kali, nyota yake ni nzuri, lakini pia akili zake zinafanya kazi haraka japokuwa ni ndondocha. Kwa hiyo huyu Kangu unatakiwa kuwa naye makini sana. Yaani unatakiwa kuwa naye makini kuliko mtu yoyote kwenye hii nyumba. Baada ya hapo lile kundi likawa limeondoka. Akaita tena kundi la tatu. Walivyokuja kundi la tatu, huyo anasema kundi la tatu ndo lilikuwa lina watu wengi sana, wengi mno, na walikuwa wanakuja pale wanacheka cheka hadi kama ni mataira. Akawaambia nyamaza, wote wakawa wamekaa kimya. Akaniambia tena, hili ni kundi langu la tatu na hili kundi linaitwa Ndatu. Watu wa kwenye hili kundi wanasikia tu, lakini hawana akili. Akili zao tayari nimezitumia. Na mtu kwenye lile kundi la kwanza akifanya kitu chochote kibaya, huyo mtu nachukua akili zake, uwezo wa akili zake, anahamia kwenye kundi la tatu. Anakuwa hana akili. Na kwenye hili kundi yupo mwanangu wa mwisho, yule mwanangu wa pili niliyokutambulisha. Baada ya hapo na lile kundi pia likaondoka. Mzee Mbogo akaniambia, na hii ndiyo kazi yako, na hii ndiyo ajira yako, kazi ya kulinda misukule. Hakikisha unaifanya hii kazi vyema, unazingatia kila nitakachokwambia na unazingatia maagizo yangu na sheria zangu zote. Fred anasema, Teddy, mimi nasali na namjua Mungu. Japokuwa nafanya kazi ya ulinzi, lakini mimi nilikuwa namjua na namtambua Mungu. Nitaanzaje leo kufanya kazi ya kulinda wafu? Nitaanzaje kufanya kazi ya kulinda misukule? Nitaanzaje? Nilikuwa nafikiria familia ngapi zimepoteza wapendwa wao, ni maumivu kiasi gani, ni uchungu kiasi gani waliopitia wakati wanapoteza wapendwa wao. Teddy, badala ya kuikubali ile kazi kama mlinzi, nilijikuta nataka kufanya mapinduzi. Lengo langu ni watoroshe ile misukule yote kwa namna yoyote, niokoe hata wachache ambao nitafanikiwa kuwaokoa. Nikasema sawa, nitakubali kufanya hii kazi, lakini ndani ya moyo wangu ulikuwa unawaka moto. Nilikuwa nawaza ni jinsi gani nitawasaidia hasa hilo kundi la pili, kundi ambalo wanatumika vibaya, kundi ambalo nyota zao zimechukuliwa, kundi ambalo wanateseka. Nilisema ni lazima nilisaidie hili kundi la pili. Sijui itanigharimu nini, lakini nitahakikisha na wasaidia hili kundi la pili, na watoa ndani ya hii nyumba, na watoa kwenye hiki kifungo cha shetani.